Hello watu wangu wa nguvu, na wasalimu sana na kuwakaribisha katika darasa la kidijitali. Katika darasa letu leo tutakuwa na content marketing na ukuaji wa biashara, namna content marketing inavyopelekea ukuaji wa biashara. Kama tunavyojua, content marketing ni part ya digital marketing. Digital marketing imeundwa na parts mbalimbali, na moja ya kitu ambacho kimeunda digital marketing basi ni content marketing. Sasa tutaenda kuangalia namna gani content marketing inavyopelekea ukuaji wa biashara mitandaoni. Jina langu ni Calvin Masawe, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa session hii. Lakini yaliyomo ndani, tutaenda kuangazia maana ya content marketing, tutaenda kuangazia pillars, aina za content ama nguzo za content kwenye market. Pia tutaenda kuona aina gani za content zinafanya vizuri sana kwenye market. Maana sio kila aina ya content basi itafanya vizuri. Kuna baadhi ya content hivyo tutaenda kuziangalia. Na nne, tutaenda kuangalia platform mbalimbali za kusambaza content ili kupata wateja online, namna ama content zipi ambazo utaweza kuzisambaza wapi ili upate wateja wako. Kingine tutaenda kuangalia jinsi ya kupima matokeo na mafanikio ya content kwenye market. Tutapimaje kwamba content hii uliofanya italeta positive result ama imeleta positive result kwenye market yako, basi utaenda kuona. Na kingine tutakuwa na hitimisho. Sasa kwa utangulizi, kwa kwanza tuende kuangalia content marketing nini. Kwanza content marketing tujue ni mkakati wa marketing. Content marketing ni mkakati wa marketing unaotumia maudhui. Ni mkakati wa market ambao unatumia maudhui. Ni lazima ili itwe content marketing itumie maudhui. Maudhui katika kufikisha product zako, service yako ama business yako kwa wahusika. Na maudhui haya ni lazima yawe bunifu, yawe yenye thamani, yawe creative content na yawe valuable content. Watu wanainvest sana kwenye content zao ambayo inaongeza thamani ya content zao. Watu wanabuni sana, watu wanatumia njia mbalimbali ili kutengeneza content ambazo ni bora. So content marketing ni mkakati unaotumia marketing, ni mkakati wa marketing unaotumia maudhui yenye thamani na bunifu ili kufundisha, kuvutia na kujenga uhusiano na wateja ili hatimaye kuongeza mauzo ama ukuaji katika biashara. Ama kwa lugha rahisi unaweza kusema content marketing ni kutumia content kusaidia biashara kukua. Ni lazima utumie content, ni lazima utumie maudhui, ni lazima utengeneze maudhui ili uweze kukuza ama kusaidia biashara yako. Hapa kuna nguzo za maudhui kwenye soko. Ni maudhui gani yanafanya kazi sana kwenye soko? Ni maudhui gani yanaenda sana kwenye soko? Basi hapa kuna educational content. Hizi mara nyingi ni education content ambazo zinafundisha. Hizi mara nyingi ni zile content ambazo zinafundisha. Mfano ninachokifanya hapa, ninafundisha, ninatengeneza maudhui ya kufundisha ili kufundisha jamii. Na mara nyingi hizi content za education mara nyingi ni za kufundisha watu kuhusu kutumia kitu fulani ama kuhusu kufanya jambo fulani ama kufanya kitu fulani ili kukuza awareness ya wale watu. Kingine ni engagement content. Ni content ambazo zinahusisha audience wako. Hapa audience yako wanakuwa engage na wewe direct, wanakuwa engage na wewe direct. Mfano polls zile ambazo mtu anaweka pale, mtu apige kura, ili na kuifanya wewe audience interact moja kwa moja na creator ama author ama yule mtu ambaye amepost au amesambaza yale maudhui. Na aim yake kubwa mara nyingi ni kukufanya wewe uwe part au sehemu ya ile content. Anakufanya na wewe engage, ufeel na wewe uko sehemu ya ile content. Hizi content ni nzuri sana kwa sababu zinamfanya audience aweze kuingia direct kwenye post ya
author ama creator ama mtu yule aliyepost yale maudhui ili kuweza kutazama. Na hii ni nzuri kwa sababu mtu anavutiwa na kile kitu, ni rahisi sana kumconvert audience kuwa real customer. Kingine ni promotional content. Hizi ni zile content ambazo zinauza huduma, zina promote biashara, zina promote vitu, zina promote watu. Kuna mifano mingi sana, mtu anatoka anaenda kumpa hela mtu mwingine, naomba ni promote mimi, naomba promote biashara yangu. Content nyingi za aina hii tunakutana nazo, watu wana promote magari, watu wana promote chupa, watu wana promote nyumba, watu wana promote watu wana promote kila kitu. People they are promoting here. Hapa tunaongelea zile promotional contents, watu za kupromote vitu, watu na vitu vingine kama hivyo. I hope umenielewa hapo kwenye promotional contents. Basi tuhame tuende katika kitu kingine. Hapa tunafanya briefly tu ya hivi vitu kwa sababu hatuna muda wa kutosha, kwa sababu Instagram ama sehemu zingine nazo post unakuwa na limit za dakika. Kwa hiyo tunaenda ile briefly, hatutaenda sana in deep ili upate ile general idea. Hapa kuna aina mbalimbali za content ambazo zinafanya vizuri kwenye soko. Kuna short reels, short videos. Hizi ni short videos, kuna reels and videos zile za TikTok. Reels ni zile za Instagram, TikTok ni za video, TikTok za TikTok kawaida. Hizi ni moja ya vitu ambavyo vinafanya sana vizuri. Maudhui haya yanafanya sana vizuri katika soko kwa sababu watu wanaangalia video. Mtu anataka kuangalia end inaishaje. Sasa jinsi unavyotengeneza video yako, namna unavyotengeneza ile video yako kuipa audience attention, ndio namna ambayo itakuwa vizuri kwa convert wale audience kuja kuwa customer. Hapa kuna carousel pia. Carousel ni zile picha ambazo zinapostiwa huku zinakuwa na slides. Unakuta posti moja ina slide 4, 5. Zile ni carousel. Unakuta kuna picha ya kwanza, una swipe ya pili, una swipe ya tatu. Ile inaitwa carousel. Instagram zinapostiwa sana, hata pia kwenye TikTok mtu anapoposti picha, kuna baadhi ya picha unaona zina carousel. Sasa mara nyingi picha ya kwanza inabidi iwe hook ama iwe chambo ya kumkamata yule audience wako. Ni namna gani utamkamata audience wako? Lazima pawe na hook katika picha ile ya kwanza ili kumfanya yule audience wako kuweza kuswipe kwenda kuangalia ni nini ambacho unaelezea ama nini ambacho umepost. Pia tuna tutorials. Tutorials ni zile video za kufundisha, video ndogo ndogo, video fupi fupi za kufundisha kuhusu kitu fulani, kuhusu mambo fulani. Mara nyingi video hizi utakutana nazo sana kwenye YouTube. Na sasa hivi Instagram pia wamekuwa wanaposti sana, na TikTok zimekuwa zikipostiwa sana hizi video za tutorials. Ni video fupi fupi ila mara nyingi zinapatikana sana katika ukanda ule wa YouTube. Aina nyingine ya content ni zile content za before and after. Hizi ni content ambazo mara nyingi zinafanywa na watu ambao wanafanya event setup, wanafanya modification ya vitu, wanafanya utengenezaji wa kitu. Kwa hiyo wanapokuja mara ya kwanza wanakuonyesha kitu original kilivyokuwa, then baada ya kuwa modified kitakuwa hivi. Kabla setup haijafanyika na baada ya setup inavyofanyika itakuwaje. Hii inaonifanya content ionekane iko real sana. Audience anapoingia anaona, kwa mfano ni watu wa event setup wanavyofanya ile decor kabla ya kuanza kufanya setup ya event na baada ya setup ya event, kwa kweli watu wanakuwa wanafurahi sana. Ama namna magari yanavyofanyiwa modification, gari linakuja hapa aina hii kwenda kubadilishwa kwenda aina hii, ile inaonekana content inakuwa real na mtu anavutiwa zaidi. Ni rahisi zaidi kuwavutia watu ambao wanataka kupimp magari, watu ambao wanataka kumodify magari yao. Hapa kuna baadhi ya platforms za kusambaza maudhui yako. Tuna Instagram, tuna LinkedIn, tuna TikTok, tuna YouTube. Instagram ni sehemu ambayo watazamaji au wafuasi wapo wengi sana. Ni sehemu nzuri ambayo wewe unaweza kutengeneza maudhui yako kwa ajili ya kumarket biashara yako, kwa ajili ya kumarket
idea yako kwa ajili ya kumarket chochote, then ukapost. LinkedIn ni professional zaidi kwa watu ambao wanafanya professional issues. Mara nyingi maudhui yanayopostiwa kule ni maudhui ambayo yako very professional. Kwa hiyo unapoenda kuposti kule LinkedIn, usiende kuposti vichekesho, nenda kuposti vitu ambavyo vipo very sensitive. Audience ya kule iko very professional na utapata watu wengi. Lakini upande wa TikTok una watazamaji wengi, huku ni sana sana ni videos. You can create a good videos of your product, good videos of your chochote ambacho unakuwa unauza, then ukaposti kule, then mambo yatakuwa shwari kabisa katika biashara yako. Tuna YouTube Reel Shorts. Hizi ni zile video fupi fupi zile za YouTube zinazoenda paka takriban dakika 2, dakika 3 ambazo zinakuwa zinapostiwa kule. Content moja, kumbuka content moja inaweza kurudia kwenye platform zaidi ya moja. Kwa mfano video inaweza ikawa ikiingia kwenye Instagram, ikiingia kwenye TikTok, ikiingia kwenye YouTube Shorts, au pia picha inaweza kuingia kwenye Instagram, inaweza kuingia kwenye LinkedIn, au pia unaweza kupost picha hiyo kwenye TikTok. Kingine cha kukumbusha tu hapa kwenye carousel hapa, mara nyingi hizi picha ni ushauri. Hizi picha unazokuwa unazipost kama unafanya biashara aina moja, basi kumbuka kupost hata rangi tofauti. Kama wewe ni mtu ambaye unauza flasks, lazima uangalie kama unauza flasks za aina moja, basi jaribu kuwa na variation of colors. Lazima uchague kala ipi itaenda kuwa vizuri, kala ipi uweke hapa, kala ipi uweke hapa. Hii inampa uwanda mpana sana mtazamaji wako. Kama atahitaji huduma yako ile, basi apate ile rangi ambayo atakuwa amekusudia. Kama utakuwa umepost labda flask nyeupe na yeye anahitaji nyeusi, basi utakuwa umejinyima. Lazima upost zile bidhaa za aina mbalimbali. Lakini kama una bidhaa za aina nyingi kwenye carousel moja, unaweza kuswipe, unaweza kuweka bidhaa zako tofauti tofauti, ili pia kuwa rahisi mtu kuswipe na kuangalia bidhaa ambazo unakuwa nazo katika market. Basi tuendelee na kitu kingine ambacho ni upimaji wa mafanikio ya content kwenye soko lako. Unapimaji mafanikio? Cha kwanza ni engagement, jinsi content yako ilivyovutia audience, either ni likes, comments, share ama saves. Ili content yako iwe imekuwa sana, lazima likes zitakuwa nyingi, comments, shares pia. Audience growth lazima itakuwa kubwa, ni watu wangapi watataka kufollow, ni subscribers wangapi watakuwa wapya, community growth yako inakuaje. Hivi vyote vinaonyesha kwamba content zako za market hizo unazofanya basi zinaenda vizuri. Lakini leads hawa ni wateja wanaoonyesha nia, ni wateja wanaokuja kwako kuonyesha interest ya kununua kitu kwako, kuonyesha interest ya kutaka huduma kwako. Hawa ni watu wanaokuja specific kwenye DMs, wanaulizia kuhusu huduma yako, they click the link ambazo unakuwa umeziposti pale. Wengine wanakuja WhatsApp direct kuulizia huduma yako. Na kitu kingine hapa kwenye leads, hakikisha kama mtu alikuja kufuatilia huduma yako au kuulizia huduma yako na baada ya siku 2-3 akawa amepotea, basi jaribu kuwa namkumbusha, jaribu kumkumbusha kwa namna nzuri, ili ugeuze ile audience kuwa real customer. Lakini kipimo cha mwisho ni sales. Namna gani unavyoweza kuuza, watu wangapi wametoka kwenye content, watu wangapi wametokana na market, content yako ile post imeleta wateja wangapi. Hii ni namna sahihi ya kupima mafanikio ya content kwenye soko lako. Tunaenda haraka kwa sababu ya muda wetu na sitaki video iwe ya kuchosha sana. Twende katika kitu kingine katika hitimisho. Ili content yako ifanikiwe, lazima mambo hayo yawepo hapo. Lazima kuna reach kubwa, audience itakuwa kubwa, engagement itakuwa kubwa, sales zitaongezeka, leads pia wataongezeka katika content zako. Kwenye audience growth hapa, tukirudi nyuma kwenye audience growth hapa, unavyoposti maudhui yako, kama ulikuwa na followers kiasi fulani, basi wakaongezeka kupitia ile content yako ile post, maudhui yako ile post, basi tambua kuwa audience inaongezeka kupitia ile content yako. Ile content yako imeleta audience wengi, imeleta followers wengi sana. So hiyo ndo
hitimisho. Mimi ni kushukuru sana wewe mtu ambaye umekuwa ukifuatilia darasa la kidigitali. Nikutakie wakati mwema, nikutakie muda mwema. Usisahau kufollow page yetu, usisahau kulike, usisahau kucomment. Comment yako ni muhimu sana kwetu. Usisahau kushare kwa watu wengine ambao wanahitaji darasa kama wewe ulilolipata. Tuendelee kujifunza, tuendelee kuwa na madarasa mengine zaidi na zaidi wakati mwingine. Bye bye for now.